Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haitoshi. Nasema hivi, sema ehe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Tumeimba, lakini na mimi nataka kuimba. Nataka kuimba niimbe hapa mara moja. Wamezoea kuimba pambio, na mimi niliamua kuimba tenzi za rohoni katika uhalisia wake. Nitaimba mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Uko sawa? Uko sawa? Wale praise team wangekuja 4, 5, 6 hapa wakaimba nami ningefurahi, lakini we anza tu. Bye.
Jamani, haleluya! Leo sina ujumbe mrefu, nataka kukupa ujumbe huu. Ujumbe wa leo ni huu, sema ehe. Faida za kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Mahali ukisikia neno na, ujue kile kinachotajwa mbele ni cha maana sana. Amen. Faida za kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Bwana asifiwe. Nimekuambia neno na, kile kinachotajwa mbele ndicho kinachotia uzito hiki cha kwanza. Kwa mfano, kila penye ugali lazima pawe na. Mbona hujasema? Kila mtu aliyevaa suruali ili apendeze lazima avae na. Hivi atokee hapa mtu amevaa suruali mpya mzuri, hajavaa shati, si mtamshangaa? Hawa wamama kuna vazi wanavaa linaitwa sketi. Sasa lazima ili atokelezee, lazima avae sketi na. Unaona hilo neno na lilivyo la muhimu. Kwa hivyo leo ujumbe ni faida za kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Tuangalie andiko. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza. Nitasoma kwanza mstari wa 4, halafu nitasoma mstari wa 8. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hayo ni maneno ya Yesu mwenyewe. Aliwaambia ya kwamba mtapokea nguvu akiwajilia Roho Mtakatifu. Faida ya kwanza ni kupokea nguvu. Nguvu za Roho Mtakatifu sio nguvu za ugali, sio nguvu za pilau.
nguvu za Mungu mwenyewe, nanyi mtapokea nguvu. Nguvu hii ni kwa ajili gani? Maana kuna nguvu nyingi. Hata shetani ana nguvu, hata mapepo yana nguvu. Tukikemea pepo bila nguvu za Roho Mtakatifu, huwezi kufua dafu. Lazima uwe na nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo kitu kitafanyika. Bwana asifiwe. Na hizo nguvu za Roho Mtakatifu, ili zithibitishwe kwamba zipo, lazima Roho Mtakatifu akishuka. Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Hii lugha nyingine ni lugha mpya, kama Roho alivyowajalia kutamka. Kunena kwa lugha mpya ni kama Roho atakavyokujalia kutamka. Lazima unaponena kwa lugha mpya, kuna faida zake. Sio kunena kwa kuigiza, ni kunena baada ya kujazwa Roho Mtakatifu. Kijana mmoja alinihadithia mimi mwenyewe, akasema, kwani mchungaji, huku kunena kwa lugha kuna kuwaje? Mbona mimi kila ninavyojaribu sijawahi kunena kwa lugha? Akasema, siku moja nilikuwa kanisani, mchungaji aliposema tuombe, nikasikia watu wanaomba na kunena kwa lugha. Nikimsikiliza huyu ananena kwa lugha, kumsikiliza huyu ananena kwa lugha. Akasema, sasa nikasema, mimi mbona sineni kwa lugha? Wacha nitaigiza. Akasikia aanze kunena kwa lugha kwa kuigiza. Akasema, shamba la kunde, 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 shamba la kunde. Aliona afadhali aseme shamba la kunde, akifululiza watakaomsikia watajua ananena kwa lugha. Maana aliwasikia watu wanaanza sha. Kwa hivyo na yeye akasema, na mimi nitaanza shamba la kunde. Nikifululiza watakaonisikia watanisikia nanena kwa lugha mpya. Shamba la kunde, shamba la kunde, shamba la kunde, shamba la kunde. Kweli waliomsikia wakadhani amejazwa Roho Mtakatifu, kumbe anasema shamba la kunde. Wacha nikwambie,
Roho Mtakatifu akikushukia, anaongea kama anavyoamua yeye. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Siku moja Mfalme Sauli alipokuwa anamuwinda Daudi ili amkamate, na yeye hiyo siku akajazwa Roho Mtakatifu. Sura ya 19 ya kitabu cha Samueli wa kwanza na mstari wa 18. Mstari wa 18: hivyo Daudi akakimbia akajiponya, akamwendea Samueli huko Rama, akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayothi. Naye Sauli akaambiwa kusema, angalia, yule Daudi yuko katika Nayothi huko Rama. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Nao hapo walipowaona jamaa wa manabii wakitabiri. Huku kutabiri, Agano la Kale, ni kunena kwa lugha. Maana yake Roho Mtakatifu aliwashukia, na Samueli amesimama kama mkuu wao. Roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli pia, nao wakatabiri. Naye Sauli alipoambiwa, alituma wajumbe wengine, wao nao wakatabiri. Na Sauli akatuma wajumbe tena mara ya tatu, na wao pia wakatabiri. Kisha yeye mwenyewe akaenda Rama, akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Na mtu mmoja akajibu, tazama, wako Nayothi huko Rama. Basi akaenda Nayothi huko Rama, na Roho ya Mungu ikamjilia yeye, naye akaendelea mbele huko anatabiri mpaka kufika Nayothi huko Rama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Sauli, adui wa Daudi, alitaka kumdhuru Daudi. Daudi akakimbilia kwa nabii Samueli. Wote wakaenda Nayothi huko Rama, eneo lenye nguvu za Mungu. Sauli aliposikia Daudi yuko na Samueli yuko Nayothi Rama, akatuma wajumbe. Alipowatuma wajumbe, walipofika wakawakuta Daudi na Samueli wanatabiri, na wao wakajaa Roho Mtakatifu wakatabiri. Sauli akaambiwa, wale watu uliowatuma wakamkamate Daudi wamefika kule, wamejazwa nguvu na wao wanatabiri. Wakatuma wajumbe wengine, mambo yakawa yale yale. Wakatuma wajumbe tena watatu, mambo yakawa yale yale. Mwisho akasema, naenda mimi mwenyewe. Alikuwa amevaa nguo za kifalme. Kabla hajafika, Roho wa Mungu akaona kule njiani amshukie, amjaze.
hajafika akajazwa Roho Mtakatifu, akawa anatembea anaenda na Yosi huku ananena kwa lugha. Rabakutishaka, rabakutisha. Alipofika pale penye kiini, akavua nguo, akanena kwa lugha usiku kucha. Nguo za kifalme alizitoa, heshima ya kifalme ilimtoka, hadhi ya kifalme ilimtoka, akajazwa Roho Mtakatifu. Haleluya! Kiburi kilimtoka, jeuri ya kutaka kumkamata Daudi ilimtoka, ujanja ulimtoka, hadhi ya kifalme ilimtoka. Bwana Yesu asifiwe. Akajazwa na Roho Mtakatifu, akanena kwa lugha mpya. Bwana asifiwe. Hebu kitabu cha Marko sura ya 16 na mstari wa 15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Nilitaka hapo, watasema kwa lugha mpya. Ameanza kusema na ishara hizi zitafuatana pamoja na waaminio. Kumbe kunena kwa lugha faida yake pale kwenye Matendo ya Mitume anasema nanyi mtapokea nguvu. Kwenye Marko anasema na ishara hizi zitakuwa pamoja nanyi, mtanena kwa lugha mpya. Kwa hiyo kunena kwa lugha mpya ni ishara kwamba umejazwa Roho Mtakatifu. Nini maana ya ishara? Ishara ni tukio la uthibitisho wa jambo kufanyika. Wangejazwa Roho Mtakatifu wakanyamaza kimya bila ya ishara ya kunena kwa lugha, kusingetokea na uthibitisho. Mungu akaweka kunena kwa lugha mpya ni ishara. Nimesema nini maana ya ishara? Ishara ni tukio la kuthibitisha jambo lililotokea. Mfano, harusi imefanyika, wamekaa siku 2-3, mume na mke. Mama anaanza kuona dalili asizowahi kuziona. Hizo dalili ni ishara. Akiona kitunguu anatema mate, anachukia. Akiona samaki, ondoeni hao samaki hapa, naona kunuka.
nyama, anachukia na kutapika. Mwisho mume wake akiona hizo dalili zote, kumbe zile dalili ni ishara ya kwamba mke wangu sasa ni mjamzito. Ishara. Mara anatema mate, ni ishara. Wengine hawatajua, lakini mumewe atajua hizi ishara hizi, huyu ni mjamzito. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wengine wanaanza kuona ishara nyingine, tumbo linaenda mbele. Hiyo nayo ni ishara. Watakaona hawatauliza mbona huyu mama tumbo linaenda mbele, watasema huyu ni mjamzito. Nini? Wameona ishara. Ishara ni tukio la kuthibitisha jambo fulani limetokea. Kwa hivyo kunena kwa lugha ni ishara ya kwamba huyu mtu amejazwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kunena kwa lugha ni ishara, na ndio maana wote waliokuwa wananena kwa lugha, waliowaangalia walisema, mbona wananena kwa lugha nyingine? Waliona ishara. Kunena kwa lugha ni ishara mojawapo. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Wakorintho wa kwanza, nitasoma sura ya 14 na mstari wa 18. Paulo anasema, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote, zaidi ya ninyi nyote. Lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena kwa lugha maneno 10,000 kwa lugha. Haleluya! Paulo anawatangazia, mimi nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Maana yake nimejazwa Roho Mtakatifu, nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 14 hiyo hiyo mstari wa 2, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Faida hiyo, ukijazwa Roho Mtakatifu, unaponena kwa lugha husemi na watu, bali unasema na Mungu. Ndivyo ilivyo. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye hutubuye asema na watu maneno kwa kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Faida nyingine hiyo,
kunena kwa lugha, unajijenga wewe nafsi yako. Kwanza unasema na Mungu, faida hiyo. Pili, unajijenga wewe mwenyewe ndani kwa ndani na nafsi yako, unajijenga. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwa hivyo kuna faida ya kusema na Mungu, halafu pia kuna faida ya kujijenga wewe mwenyewe katika nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sura ya 14 hiyo hiyo mstari wa 14, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 14, maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Ukiomba kwa lugha, roho yako huomba. Katika Warumi anasema, maana sisi hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutusaidia udhaifu wetu. Yeye huomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hivyo unaponena kwa lugha, Roho Mtakatifu pia anajiunga nawe kukuombea kusikoweza kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hivyo kunena kwa lugha kuna umuhimu sana. Wakorintho wa kwanza hiyo hiyo sura ya 14 na mstari wa 5, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Kunena kwa lugha hakuna faida kwa wanaokusikia. Unanena kwa faida yako. Kwa hivyo maombi ya kunena kwa lugha unaweza kuomba popote, lakini maeneo haya mawili ni marufuku kunena kwa lugha. Maana wanaokusikiliza watataka waseme amen kwa kuelewa kile ulichoomba. Sasa utakaponena kwa lugha, aliyekusikiliza atasema amen kwa lipi? Mahali pa kwanza, unapochaguliwa kuombea chakula, usinene kwa lugha. Maana kuombea chakula watu wanataka wasikie umesema nini, umeombaje. Kama unaomba kuombea chakula alafu ukaingia rohoni ukaanza kunena kwa lugha, utatukuta sisi tumeshakula tumemaliza. Wewe endelea kunena kwa lugha yako, maana wewe uko rohoni na sisi tuko mwilini. Ukinena kwa lugha wakati wa chakula, utakuta tumeshazibua matonge tumekula. Wewe endelea kunena kwa lugha. Sehemu nyingine ni kanisani
Unapoambiwa funga ibada kwa maombi, unafunga ibada kwa maombi, unaingia kunena kwa lugha. Sasa huyu anayekusikiliza atasema ameni kwa lipi? Wakati umeambiwa ufunge kwa maombi au uombee sadaka, unaombea sadaka, unaingia kunena kwa lugha. Sisi tutasema ameni kwa lipi? Watu wa Mungu, kunena kwa lugha ni faida yako wewe mwenyewe. Haleluya, haleluya! Hivyo ndivyo ilivyo. Matendo ya Mitume sura ya 10. Faida za kunena kwa lugha mpya. Na mstari wa 46, nianze wa 44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuwa pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Hapo nimelifuata neno kumwadhimisha Mungu. Nini maana ya kumwadhimisha? Adhama ni heshima ya hali ya juu. Kumwadhimisha ni kumpa heshima ya hali ya juu, kumtukuza, kumpa heshima ya hali ya juu. Wakamwadhimisha Mungu. Unaponena kwa lugha unamwadhimisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unamwadhimisha Mungu, unampa heshima ya hali ya juu katika jina la Yesu. Sura ya 27 ya kitabu cha Mathayo. Mimi ninapohubiri kwa habari ya muda ni mzungu kasoro nywele, wala sikawii kumaliza. Nataka nione sura ya 27 ya kitabu cha Mathayo na mstari wa 45. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yesu alinena kwa lugha alipozidiwa na mateso, akiangalia Mungu amemuacha. Maana kifo cha Yesu kilibeba dhambi zote za ulimwengu, kuonesha Mungu anachukia dhambi, kumuona mwanaye yuko msalabani na dhambi, akamuacha, akageuza shingo yake.
Yesu naye alipogundua Mungu amemwacha, akaona aombe kwa lugha, anene kwa lugha, Eloi Eloi lama sabaktani. Waliomsikia akiomba hawakuelewa, walidhani amechapia. Huyu alitaka kumuita Elia, ndiyo maana amesema Eloi, wakajua amechapia. Unaona, ameachwa na Mungu wake, anamuomba Elia amletee maji, kumbe yeye alinena kwa lugha. Baadaye wakatafsiri maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sasa angeomba Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wakasikia wote wangesema, hilo limeachwa na Mungu hilo, limeachwa na Mungu hilo. Akawapiga chenga ya mwili, akaingia rohoni. Haleluya! Pale walipigwa chenga, wao wakasema anamuita Elia, kumbe yeye anamuita baba yake Mungu wa mbinguni, Eloi Eloi lama sabaktani. Haleluya! Ule aliyepiga nani yuko wapi? Aliyopiga yeye tarumbeta inaitwaje hiyo? Inaitwaje? Aliyepiga vuvuzela huyo yuko wapi? Yaani ungepiga tangu mwanzo. Yaani wewe unapiga jibia na maliza, wewe ndio unapiga. Hebu nipige sasa tusikie. Bwana Yesu asifiwe. Aliwapiga chenga pale. Eloi Eloi, anasema anamuita Elia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kunena kwa lugha ni tendo la muhimu sana. Bwana asifiwe. Sura ya 19 ya Matendo ya Mitume, namalizia sura ya 19 ya Matendo ya Mitume, na mstari ule wa kwanza. Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia ya kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujasikia. Basi mstari wa 6, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Haleluya! Sababu za kutonena kwa lugha, wengine ni kwa sababu hawajasikia mafundisho ya Roho Mtakatifu.
kama hawa hawajasikia mafundisho ya Roho Mtakatifu. Wakaulizwa, mlipokea Roho Mtakatifu hapo mlipoamini? Wakasema hata kusikia hatujawahi kusikia. Paulo akaweka mikono juu yao, wote wakajazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya na kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujanena kwa lugha, kama sababu ni haujasikia, leo umesikia neno la Mungu kumuhusu Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Wengine ni kweli ni kwa sababu hawajasikia, lakini wengine anapuuza tu. Mimi usomi wote huu ninene mambo nisiyoyajua, nisemeseme tu bila kujua, siwezi mambo hayo. Anamkataa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha kwa sababu ya usomi wake. Kunena kwa lugha ni kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, Roho Mtakatifu akikushukia, unanena kwa lugha mpya kama Roho atakavyo kujalia kutamka. Tusimame. Praise team kama 3 4 hivi, njoni hapa mbele, mshike na mic. Praise team, shikeni mic, njoni hapa. Mpiga drums yuko wapi tena? Mpiga drums yuko wapi? Nataka hiyo ngoma hiyo. Ti 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 ti. Tusimame wote. Siku ile Pentekoste waliomba wakajazwa.